Habari. Umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanafanikiwa kifedha na wengine wanabaki pale pale? Ukweli ni kwamba kuna watu wachache sana wanaojisikia imara kuhusu mustakabali wao wa kifedha. Lakini leo tutaanza kubadilisha hali hiyo. Tutaingia ndani na kuchambua nguzo 7 muhimu za ustawi wa kifedha. Hii ni kama ramani kwa yeyote anayetaka kujenga utajiri wa kweli. Kwa hiyo, swali langu kwako ni hili. Uko tayari kweli kuchukua hatamu za maisha yako ya kifedha? Uchambuzi huu umeandaliwa ili kukupa wewe zana unazohitaji. Basi, kama uko tayari, hebu tuanze safari hii pamoja sasa hivi. Sawa, tunaanza na sehemu ya kwanza, kujenga msingi. Fikiria hivi, huwezi kujenga nyumba imara juu ya udongo laini, si ndio? Ndivyo ilivyo kwenye pesa. Huwezi kabisa kujenga utajiri bila kuwa na msingi thabiti. Na msingi wenyewe unaanzia kichwani. Hapa ndipo kila kitu kinaanzia. Na nguzo ya kwanza ambayo ni muhimu kuliko zote ni hii, elimu ya fedha. Hii ndiyo funguo, inafungua milango yote. Yaani, huwezi kushinda mchezo ambao huelewi sheria zake, haiwezekani. Kujifunza jinsi pesa inavyofanya kazi, nini maana ya uwekezaji na jinsi ya kuisimamia, hivi vitu vinabadilisha kabisa jinsi unavyoiona dunia na matokeo yako. Hapa sasa kuna dhana moja ya msingi sana: kuchelewesha starehe. Hii haimaanishi ujitese au ujinyime. La hasha. Ni kufanya maamuzi ya busara. Kwa mfano, badala ya kununua ile soda ya gharama kila siku, unaweza kuweka ile pesa kidogo kwenye akaunti yako ya akiba. Inaweza kuonekana ni kitu kidogo sana leo, lakini niamini mimi, kesho yake inaleta faida kubwa ya ajabu. Na hii inatuleta moja kwa moja kwenye kanuni ambayo haibadiliki, kanuni ya asili: kupanda na kuvuna. Kila shilingi unayoweka akiba au kuwekeza leo, fikiria kama ni mbegu unayoipanda kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Unapofungua tu akaunti ya akiba au kununua hisa hata kwa kiasi kidogo sana, hizo ni mbegu ambazo kesho zitakuwa mti mkubwa wa kifedha. Okay, sasa msingi wa maarifa tumeuweka vizuri. Ni wakati wa kutoka kwenye nadharia na kuingia kwenye vitendo halisi. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ambapo tutaona jinsi ya kuchukua zile hatua za kwanza kabisa, hatua zinazoonekana kwa macho. Mchakato wenyewe wa kuanza safari hii una hatua 2 tu, rahisi lakini zina nguvu ya ajabu. Angalia hapa. Kwanza kabisa, unaweka akiba. Pili, unaifanya hiyo akiba ianze kukufanyia kazi kwa kuiwekeza. Basi, hapo tu tayari umeshaanza safari yako. Sasa, hebu tuangalie hii slide kwa makini ili tuelewe tofauti. Upande wa kushoto, kuweka akiba. Ni kama unaweka pesa zako kwenye kibubu. Ziko salama ndiyo, lakini haziongezeke. Zitabaki vile vile. Sasa tazama upande wa kulia, kuwekeza. Huku ni kama unapanda mbegu ya mti wa matunda. Kunahitaji subira kidogo na kuna hatari zake, lakini mwisho wa siku utavuna matunda mengi kwa miaka mingi ijayo. Naam, jitayarishe sasa, tunapanda ngazi. Kwenye hii sehemu ya mwisho, tutachambua jinsi ya kupeleka mambo kwenye kiwango kingine kabisa. Hapa ndipo tunahama kutoka kwenye kujilinda tu na tunaanza kushambulia. Yaani kukuza pesa zako kwa kasi zaidi. Unaijua ile methali ya zamani isemayo usiweke mayai yako yote kwenye kapu moja? Basi, kwenye mambo ya fedha, hiyo ni sheria takatifu. Kutegemea chanzo kimoja tu cha mapato ni hatari. Watu wengi wenye mafanikio wanajua hii siri. Wanajenga vijito vingi vya mapato, kuanzia biashara ndogo za kando hadi kuwekeza kwenye masoko ya hisa. Ili uweze kufanikiwa kwenye haya mambo, kuna neno moja muhimu sana ambalo lazima ulielewe vizuri: rasilimali. Rasilimali ni kitu chochote, narudia, chochote kinachoweka pesa mfukoni mwako. Ukikariri sentensi hiyo moja tu, umeshajua siri kubwa ya kujenga utajiri. Na hapa sasa, kwenye hii slide, ndipo tofauti kubwa kati ya kuwa tajiri na kubaki na hali duni inapowekwa wazi kabisa. Ni rahisi sana. Matajiri wanakesha wakikusanya rasilimali, vitu vinavyowaingizia pesa. Watu wengine
wanakusanya madeni, vitu vinavyowatoa pesa. Chagua upande wako sasa. Tumefika mbali sana, eh? Tumeanza na kujenga msingi wa maarifa, tukachukua hatua za kwanza, na sasa tumeona jinsi ya kukuza utajiri. Basi, hebu tufanye muhtasari wa haraka wa yote haya muhimu ili uweze kuondoka hapa ukiwa na picha kamili ya nini cha kufanya. Sasa, angalia hizi nguzo 7. Hizi si mikakati tofauti inayojitegemea. La, fikiria kama mfumo mmoja ulioungana. Elimu ya fedha inakuongoza wewe kuweka akiba. Akiba inafungua mlango wa uwekezaji, na uwekezaji unakusaidia wewe kupata rasilimali. Unaona jinsi zinavyofanya kazi pamoja? Kila nguzo inajenga juu ya nyingine. Basi, usimalize tu kutazama uchambuzi huu na kuendelea na mambo yako. Safari yako ya uhuru wa kifedha inaanzia na hatua moja tu. Kwa hiyo, nakupa changamoto. Chagua hatua moja tu kutoka kwenye hizi nguzo na jiahidi kuitekeleza kuanzia leo, sio kesho. Leo. Itakuwa ni hatua gani? Jibu la hilo swali ndilo litakaloamua mustakabali wako.